Scenario nyingine, tuseme unafanya kazi hizi za either ni walimu, dereva, ni kazi za kawaida hizi ambazo kipato chake ni chini ya milioni moja. Alafu sasa kwenye maisha kuna kipindi tutakuja una shida ya hela, alafu unahitaji labda 500,000 ya haraka au 900,000, lakini hiyo ni zaidi labda mara 2 ya mshahara wako au mara 1.5 ya mshahara wako, na ni ngumu kupata siku hizi. Yani kumwambia mtu akuazime hela utamrudishia, yani ni shida. Hata kama ni ndugu yako, tena ndugu ndo kabisa akuamini, anaona hapa mtu atanitapeli. Sasa kama hujapata shida, inabidi uanze kujipanga makusudi. Mimi kitu ninachowashauri watu wengi, naambia hakikisha unakopesheka. Naposema unakopesheka na maanisha unakopesheka sehemu kama benki hivi. Sasa benki tatizo ni kwamba asilimia yake ni kubwa. Sasa unaipunguzaje? Maana ukienda benki kukopesha asilimia 15 16, ambapo 15 nafikiri ile moja insurance kwa 16. Ambapo ni kubwa kama unafanya kazi afu kakatwa kwenye mshahara. Alafu pia unakuta ukiwa unafanya kazi sehemu permanent, labda kampuni yako iwe na MOU na benki, ndio yani kuna masharti mengi sana pamoja kukopa. Watu wengi unakuta hawawezi kukopesheka. Kwa hiyo kitu ambacho nawashauri watu wengi, anza kudunduliza hela. Piga mahesabu, una mshahara labda 400,000 hivi take home. Alafu unaanza kudunduliza hela. Pia nitakuwekea jedwali la kwamba ukiwa unaweka kiasi fulani kwa mwezi kwenye mifuko ya pamoja ya asilimia angalau 12, utakuwa na kiasi gani kwa muda. Kwa hiyo unapiga mahesabu, labda una mshahara kama 400,000 hivi, unataka raise fund if uwe na 1,000,000. Alafu hiyo 1,000,000 wala nyingi wanawashauri kwa sababu ukiwa umeweka hela kwenye hati fungani za BOT za Benki Kuu ya Tanzania, Treasury bonds, unaweza kukopesheka benki kirahisi. Kwa hiyo tunasema kwa mfano na Treasury bonds kuweka kuanzia 1,000,000, huwezi kuweka laki ngapi. Kwa hiyo nachowashauri watu, naambia okay, dunduza hela. Weka kwenye mifuko hii ya pamoja UTT Faida Fund nini. Ikifika 1,000,000, angalia sasa na broker. Sasa watu broker ni kisema dalali sasa kwa Kiswahili. Inaonekana kama ni madalali wa nyumba. Hapana. Ukienda kwenye website ya DSC, unaweza kupata list ya brokers wote. Na pia unaweza kupigia simu mabroker wangapi kwa kwa nini nije kuwekeza na nyie. Na ukapiga simu kujifanya kama una hela nyingi, hata kama unaweza kuwa na laki tu mfukoni, lakini anambia bwana, na hela nyingi sana nataka kuwekeza na nyie. Nyie mna faida zenu nini? Anakuambia sisi tuna group la WhatsApp, tunatoa ripoti, tunafundisha, tuna YouTube nini, unaona hawa wanakufaa. Unaona. Mwingine unakuta ana maana, unamwacha. Kwa sababu wengine unakuta labda hawapo active hivyo. Kwa hiyo unapata zako broker wako pale. Alafu unaambia bwana, kuna hela yangu nimeweka, nimedunduliza nafika 1,000,000, nataka nije ninunue Treasury bonds, hati fungani BOT. Treasury bonds kwa mwaka huu 2025, ya miaka 20 na 25 zina asilimia 15.25 na asilimia 15.75. Na jinsi Treasury bonds zinafanya kazi, kama hujaona video yangu ya Treasury bonds. Treasury bonds unakopesha serikali. Kwa kila Jumatano Benki Kuu inatangaza, inatoa mnada ambao inasema tunahitaji kiasi fulani cha hela, maana nyingi kutoa labda bilioni 400 hivi kutoka kwa watu. Alafu kitupa hiyo hela sisi kwa mwaka tutakuwa tunakupa faida kiasi fulani, ambao mwaka huu mara nyingi zinacheza, kila mwaka zinacheza hapo zinapokuwa kidogo zinapungua. Kwa hiyo nakupa mwaka huu, anakuambia ukitupa ukinunua hati fungani ya miaka 20 au 25, tunakupa hiyo asilimia 15 point ngapi faida kila mwaka, ambao tunalipa miezi 6. Kwa hiyo 1,000,000 utapata asilimia 15.57. Kwa hiyo utapata kama 1,500,000 hivi na kitu, ambao watakulipa miezi 6. Lakini sasa kwa hizi hela ndogo, lengo linakuwa sio gawio sana. Lengo tunataka uwe na leverage au na collateral, ili ukiwa na shida hela uweze kukopa. Kwa hiyo tuseme 1,000,000 ukipata hati fungani ya miaka 20 au 25, utakuwa unapata 1,500,000 tu kwa mwaka. Lakini utakuwa unalipa hiyo 75,000 kwa mwezi. Ila utakuwa unaweza kukopesheka mpaka 70% au hadi 100% ya ile kiwango chako, kutokana na unalipaje. Ukiwa na hati fungani, unaweza ukaenda benki zetu hizi mbili kubwa, ukaambia na hati fungani ya 1,000,000. Yeye akakwambia okay, nikikukopa alafu nikawa nakata faida yako ya hati fungani ya miezi 6, naweza nikakopa 70%. Kwa hiyo kwenye 1,000,000 naweza kukopa 700,000. Alafu ukawa na kukata kule paka hela ambayo
inaisha yote. Yaani mpaka hela yake ambayo amekupigia mahesabu inaisha yote. Lakini unaweza ukalipa kwa hati fungani na kwa mshahara. Kwamba bana kwenye mshahara nikate 50,000, alafu nyingine nikatie kwenye hati fungani. Kwa hiyo anaweza kukupa labda zaidi ya 100% akakupesha 1,000,000 nzima. Kwa hiyo ungekuweka hivi, sana sana tuangalie ile gawio unalopata. Ingawa leo unaweza kupata hela ukalipa kitu pale. Ila tunaangalia kwamba wewe unaanza kuwezesha kupesheka. Kwa hiyo umeweka zako 1,000,000 pale. Siku ukipata shida unajua unaweza kwenda benki, maana wanachukua siku 1-2 hivi unapokuwa mpata mkopo. Alafu ukaona hujapata shida yoyote, hujapata nini yote, ukaja ukakusanya tena kupata 1,000,000 nyingine, unaweza ukaiweka pia hivyo hivyo, ukawa unaongeza labda tuseme labda mshahara wako kwa mwaka unaweza kuweka 1,000,000, unaweza ukasave 1,000,000 ukanunua bondi. Mwaka mwingine ukasave 1,000,000 ukanunua bondi. Siku labda unapata shida labda ni mwaka wa 3, una shida hela au kuna biashara unataka kuanzisha, unakuta labda una bondi za 3,000,000 ambazo kila bondi inakuletea 1,500,000 unaona kwa mwaka. Kwa saizi unakuta unaweza kukopesheka labda kuanzia 2.5 mpaka 3 million. Kwa hiyo ni njia moja hapo ambayo unaweza kukopesheka hata kama una kipato au mshahara kulipa, wao kakata bondi yako ile ile. Kwa sasa ukishafika stage hii kidogo, kuna vitu vingi unaweza kufanya. Kwa mfano unaweza unataka kununua kiwanja afu unaambiwa inabidi udeposit kwanza 2,000,000 afu nyingine ulipe kidogo kidogo. Hasa wewe mshahara wako 500,000, 2,000,000 unatoa wapi? Lakini kama ulikuwa umeanza mapema au udunduliza afu ile ukaweka treasury bonds, unaweza ukaenda ukakopa alafu ukaweka wakakukata kule kwenye bondi. Na nasema kwa nini unakopa? Unaweza ukachukua hela yako ukaiwekea pale kwenye kiwanja. Ila sasa ndio itakuwa imeenda hivyo. Akati ukikopa ambao atakupa kama 16% kwa hizo hela zetu ndogo. Ukiwa na hela mengi unaweza kunegotiate ukapata 1% ndogo. Ila wewe bondi yako yenyewe inakuletea faida ya 15.75. Kwa hiyo una asset ambayo inakuletea faida ya 15.75, halafu una mkopo ambao liability ambayo inakuletea hasara ya 16%. Kwa hiyo zikicancel mkopo unakuwa umepata kwa 1% ndogo. Kwa hiyo unakuta unachukua labda mkopo 2,000,000 unaweka deposit ya kiwanja. Alafu wewe kwenye mshahara labda kiwanja unaenda kukata kwenye mshahara labda hela kidogo kidogo. Wakati mkopo wako unakatwa kwenye faida ya treasury bonds. Kwa hiyo unakuwa umecheza hapa na hapa. Kuna siku nitapiga mahesabu vizuri, video ndefu kidogo uweze kuelewa. Lakini pia weka comment chini kama hujaelewa, nitaelezea vizuri pia kwenye comment. Lakini ninachoangalia hapa ni kwamba una mshahara chini ya 1,000,000. Mara nyingi ni ngumu sana ukitaka 500,000, 800,000 ghafla. Kwa hiyo unajikuta wewe kila siku unashindana na maisha, kwa sababu ukipata mshahara umekula wote, siku jamani kuna viwanja vinauzwa, inabidi deposit kwanza 1,000,000 huna. Siku na hiki huna. Kuna hiki tena huna. Unaona? Kwa hiyo wakati ukijidunduliza au vikoba, watu wengine wanaweka vikoba, mimi sijai vikoba, lakini angalia kama vinakuletea faida, pia unaweza kaweka baadaye ukapata hela yako ukawa unaweka kwenye bondi. Tunachoangalia hapa ni kwamba muda wote wewe unaweza kukopesheka. Na kiwango chako cha kukopesheka kiwe kinazidi kuwa juu. Na kama upendi mikopo ukaona mahesabu unaweza kutoa ile baadaye ukaiwekeza. You never know. Kuna mtu mwingine anakuta ampata dili kubwa, anajua bana mimi sitaki kukopa, nachukua tu hela yangu, nafanyaje? Naweka huku, afu nitapata faida kubwa. Kwa hiyo hii mimi nakupa tu options ambazo wewe utaangalia huko. Lakini kama una interest sana ya kwamba natumiaje hisa, UTT au hati fungani kukopa benki, nitatoa video nayo separate ambayo nitaingia kwenye Excel kukuonesha. Lakini kwa leo tunaangalia tu kwamba mtu anataka kukopesheka baadaye ili aweze kufanya vitu fulani. Kwa hiyo ndio anaweka kidogo kidogo, anaweka hati fungani. Hati fungani ipo BOT, unaikopesha serikali inakupa faida ya 1% fulani ambao kwa miaka mingi, miaka 20-25 inakupa 15% mpaka 15.75. Alafu inakulipa kila miezi 6 kwenye akaunti yako. Ukitaka kutoa hela yako inabidi uiuze kwenye secondary market, kwenye soko la pili, ambao kama una hati fungani za miaka 20-25 huwa zinauzika kirahisi sana. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano mimi kila siku wanasoma ripoti ya soko, huwa naona kabisa watu ambao wana hati fungani za miaka 20-25 wameziuza kwa bei zaidi. Yaani kama mtu alikuwa na 1,000,000 ameuza kwa 100% labda na 10. Kwa hiyo ameuza labda kwa 1,100,000. Kwa hiyo mtu mwingine anaweka tu hati fungani ya 1,000,000, anapata faida ya miaka 2-3, baadaye anaiuza tu anaenda kufanya vitu vingine. Kwa hiyo wewe tu maamuzi yako na mahesabu yako unaona nakaa vipi hapo.